kisomewa na Junet kama mtoto. Hiyo ndio kitu mimi in the whole scenario, that is what shocked me. Oh my day. Junet, wewe hapana ongea namna hiyo. Ruto must go. Ati nini? Ruto must go. Hawa hawaelewi. Kulikuwa na Moi must go. Wazimu. It's about to go down. Mr. President, I want you to go and tame Farouk. Akwende kabisa. Akwende kabisa. This country is bigger than them. I hope anaona na kama haoni mtoe clip wenye anamjua mtumie. Sasa wewe Rais, mimi siwezi jiita rafiki yako. Sifuna anaongea na nguvu. Mimi ni mtu mdogo, lakini kiti ambacho nimekalia ni kikubwa sana. Wakati unaongea mambo yangu Sifuna, ujue mimi ndio mwanzilishi wa ODM. So unaenda polepole kidogo. Amka na makofi yako ya takataka. Kiti cha katibu mkuu wa chama lazima kiheshimiwe. Sisi ndio tulianza hii kitu. Lakini kuna zingine, Mheshimiwa Rais, wanasema Waswahili, mwiba wa kujidunga hauambiwi pole. Kazi yako ni ngumu sana. Ukinisukuma sana, nitaitisha mkutano ya founder members ya ODM. Unajua tukiitisha hiyo mkutano, tunaweza kufanyia discipline. Your tricks are now known. Your games are known. The President, go and call Butere girls and their principal to State House, have tea with them. Tell them thank you and then visit their school, harmonize relationship with the school kids. Hiyo vita nimeona inakuja ni kali sana, Your Excellency. Wacha tukwepe. Unajua ukiona mawimbi imetanda, isikunyeshe, unaingia kwa nyumba haraka. Even the colonial government that was very brutal, it never went for the children. Mzungu, they were very brutal, but they spared the children. Sasa nyinyi mnaniambia Ruto must go. Mimi nimesikia hiyo mara nyingi. Ruto must go. Even the colonial government that was very brutal, it never went for the children. Mzungu, they were very brutal, but they spared the children. Kulikuwa na Moi must go, kulikuwa na mwingine must go. Telling Mwai Kibaki it will not be long. He will have to quit State House because he did not move. We are making it categorical that this is not going to be about a day, it is not going to be about a week, it's not going to be about a month, it is going to be until we are telling Mwai Kibaki. Kulikuwa na mwingine must go. Hii must go ni wimbo tu ya kawaida, there is no problem. Kuna watu kwa serikali yako kazi yao ni kushika handball kila siku. Kwa siasa kuna thermometers. Mimi mambo ya siasa sikosangi. Thermometer ya Kenyan politics vile unajua ni baba. Yeye ndio anaweka chini, yeye ndio anaweka juu. What I can see ahead is at 2027 a new nationalist movement, same like the 2002 Rainbow Movement, is loading. Na wale ambao wako na akili waingia ndani kwa sababu kuna watu watalilia nje. Yeye ndio anapima temperature ya siasa ya Kenya. And I agree with Junet. Mimi nilikuwepo pale tukiandikisha mkataba na chama cha UDA. Lakini nani alisema kuna watu wamechaguliwa wawe wanakaa tu nje ya serikali all the time? Kuna mtu alisema kuna watu wamepangiwa kukaa nje ya serikali miaka yote. Sasa Junet akisema hiyo iko makosa gani? Ulikuwa unasema Mheshimiwa Rais kwamba tuheshimu sheria ikiwemo sheria ya vyama. Mimi nataka kukuomba kwa sababu tumeambiwa ati siku hizi treasury inalala sindo. Sijui chairman ya budget ako hapa ni mtu ya ODM. Sasa leo sikuri juu ya hiyo kiti mlitutoa. Sivai koti juu ya hiyo kiti. Tuko na chairman ya budget kwa bunge. Anaitwa Samatandi. Tuko na Mbadi kwa treasury. Mheshimiwa Junet, wakati unaangalia hiyo mabudget, tafadhali wekea wanachama wa ODM pesa yao. Sasa hii mimi ndio kama leader ya bunge ndio naangalia hawa vile wanafanya kazi, vile wamegawa mali na rasilimali ya Kenya. You can take up anything that you think is of any consequence. Hatuna wasiwasi. Mtu yoyote atakuwa na tabia kama ya Rigathi Gachagua, impeachment inakuja. Uwe minister, uwe deputy ingine, uwe sijui nani, wembe ni ule tu. So twendeni mosmos. Sasa kama hii drama yote tumeona Nakuru, ati watoto wanakatazwa kufanya mchezo, sijui wanapigwa tear gas, sijui wanafukuzwa. Let us not mix politics with our young children. Tuache watoto wasome. Hiyo ni mwiba wa kujidunga, Mheshimiwa Rais. Ukiwa ukitaka siasa, fanya na adults, usiende kwa watoto. It's a harmless girl. Chanzi sana. Pumbavu sana.
Wale ambao wanahusika na kufanya kazi yako ikuwe ngumu, read them the riot act, kwa sababu tunajua kazi yako ni ngumu zaidi, wasifanye ikuwe ngumu zaidi. Otherwise, watoto wadogo saa hizi wanakuchukia because of the mistake that was done by your juniors. We are unable to understand what is this viciousness against children by the president. I want you to go and tell Farouk and group, waambie wakae chini, because this country is bigger than them. You are my president. One of my biggest achievement was to impeach your deputy. Junet akisema hiyo iko makosa gani? Sisi tukiomba kura, hatukuambia hawa wananchi ya kwamba tutawaletea rege. Ile kitu mimi imenitatiza sio matamushi ya Junet, ni reaction ya William Ruto. Oh, really? Hiyo ndio kitu mimi in the whole scenario, that is what shocked me. Yeye ndo alikuwa anaongoza hii mambo hii ya ubaguzi. If you have a problem that I love my people, please forgive me. If there is any punishment that can be meted out for somebody loving his people, I am ready for that punishment. I am guilty as charged. Anasema hawa wana shareholding, hawa watohame Kenya, waende Uganda. Hii maneno ya shareholding, alisema alinifukuza naye. Yeye mwenyewe ndiye alikuwa ameniambia, wewe kwenda kila pahali, waambie watu wetu serikali ni ya shares. Rais ndiye aliniambia. Sisi kama watu wa Migori aliweka sisi Tanzania, si hata hapa Kenya. Junet, wewe hapana ongea namna hiyo. Mimi wakati hiyo motion ilikuja, nilikuwa nasanya hata signatures usiku, sio mchana. Usiku nilikuwa natembea kwa nyumba za wabunge, weka mimi kidole hapa, hii mtu aende bana. Sasa kama watu wamesema nyinyi watu ya mlima mtakuwa nje ya serikali, kuchukua kalamu upigie hiyo mtu tiki, si itakuwa hiyo ni ujinga? Sasa hii yeye ndo anaongea kila pahali, anasema ati fulani anaonewa, fulani ameiba. Ati nini? Wakati tulikuwa tunafanya maandamano ya 2023 ya kupigania mambo ya cost of living na mambo ya uchaguzi na nini, alikuwa anaingia kwa ofisi yake saa 11 ili apambane na sisi. Rais ndiye aliniambia. Hata jogo ya pili bado hajalia saa hiyo. Na hako kwa ofisi. Alikuwa anafanya nini kwa ofisi saa hiyo? Unajua yeye anakaa pale, ako na kalamu anakuandikia sema hii, sema hii. Mimi nikaona huyu rais anakozalisha mimi na Wakenya. Tumeungana, tukakutoa. Ndio sasa bado unabweka hapa tao. Hiyo iko makosa gani? Niliona wakora yote Nairobi na wewe mheshimiwa deputy rais, aki wewe ni mwanaume. Don't worry my brother. Mimi ningetaka nikuwe kama wewe. Wanaume ile yote wakora Nairobi wanashikana, wanaleta jama, wanakupiga wewe na hautikiziki. Hata kukija kamia gani? Mimi ni chuma ya zamani. Sasa wewe kama hata utaki kusoma gazeti unapigia mimi kelele, sina kazi. How am I going to help you? We are looking at what is happening about Butere girls. We are unable to understand what is this viciousness against children by the president. Even the colonial government that was very brutal, it never went for the children. Mzungu, they were very brutal, but they spared the children. This one term is becoming real. So they have gone berserk. I'm asking. And they are now fighting shadows, including schoolgirls. From 2 girls, from 3 girls. These are harmless girls. How fluid is your government if girls can bring it down? Girls. The teacher that admitted such the principal, they should be answerable. Kuna shule West Pokot inafungwa. Hii mnatuambia tusome, sasa ile tunaamka kusoma, unakuja na standard yako. Ninaona huyo jamaa amekwama hapo kwenu. Naona huyo jamaa amekwama hapo kwenu. Nyinyi mko na bahati. That we are here to advise you. Nyinyi mko na bahati. But we are here to advise you. These are harmless girls. We saw the killing of the Gen Zs. Mimi nilikuwa waziri wa afya. Wakakuja wakasema majenzi wanaanguka na watu, wakaanguka na mimi. Wakaingia kwa barabara. Wakapiga chafua sana tena. Wakapiga na hao watu. Wakatuma mapolisi kwenda kupiga watoto na kuua. Ya kesho haijulikani. Watoto wengi waliuawa. This one term is becoming real. We are going to make that happen. Mambo ya 1 term, 2 terms, 3 terms. They are gone berserk and they are now fighting shadows, including schoolgirls. Mimi pale nyuma kuna watu hata hawakufikiria nitakuwa na any term. How fluid is your government if girls can bring it down? I am a very proud president of the Republic of Kenya. Girls. You removed that from all committees in parliament.
mlitupeleka wapi? Sasa leo sikuri juu ya hiyo kiti mlitutoa. And you can see, Mr. Speaker, since the broad-based government started, and we started sending experts to this government, the face of this government has changed, Mr. Speaker. Sivai koti juu ya hiyo kiti. Hata kama ni ya mtumba tunavaa sasa. People take this government more serious than any other time, Mr. Speaker. I know majority leader will agree with me because he is part of the mechanics who are bringing this broad-based thing together, Mr. Speaker. Oh, sijui one term, sijui how many terms, sijui nini. Chaguzi itakuja mwaka 2027. That is not my concern. 2027, kwani 2027 itakuwa uchaguzi tofauti kuliko ile yote tumefanya. If General Gechangi was the director of NIS, that play... Tulize boli, mambo ya 2027 tutakutana 2027. It came all the way from the sub-county, nobody noticed. It went to the county, nobody noticed. It went to the region and it became number 3, nobody noticed. They only noticed about it in Nakuru. So if a decision needed to be made that that is a bad play and people should not see it, ingesimamishiwa huko mbali. Watulize boli. Saa hizi ni kujenga barabara. That is why mimi nimekuja Mandera. Alienda kwenu siku 6. Kwetu he was there 6 days out of 7 every week. Alienda kwenu siku 6. Kwetu he was there 6 days out of 7 every week. Siwezi kukubali vitisho ati sijui 2027. Mimi nimekuwa mjumbe miaka 15. Mimi nimekuwa naibu ya rais miaka 10. Ndio huyu mimi ni rais. Miaka itakuwa 5. Sasa mtu atanitisha na kitu gani? Hakuna barabara hajui kwa jina. Hakuna soko hajui kwa jina. And you would memorize, we are very impressed. Hakuna barabara hajui kwa jina. Hakuna soko hajui kwa jina. And he would memorize. We were very impressed. Anataja barabara Wakikuyu wanasema He will mention a road and he will go. Ndio barabara itoke Mandera. Ndio barabara itoke Mandera. Ikuje Ramo, ikuje Gari, ikuje Elwak, ikuje pale Kotulo. Ikuje Ramu, ikuje Gari, ikuje Elwak, ikuje Kobo, ikuje pale Kotulo, ikuje Tabas, ipite hapa Wajia, iende Samatan, iteremke Mandogashi, ifike Isiolo, iende Nairobi, ili watu wa Northern Kenya wanaopiga kura wakae kama Wakenya wengine. Hurra! I know some of you had asked me to speak like a mother, and I will, because we have seen very serious, intentional initiative by the government to curtail the freedom of expression and the freedom of association. I believe that Senator Marara is a son and a daughter and a father of many. He went through the university. He got schooled so that he can do what he's doing. Actually, politics was an addition. Senator Marara is a professionally trained playwright, and he has all the rights to be involved in writing whatever he's trained to do. And by the way, Senator Marara did not start yesterday with Butere Girls. You all know that for the last 3 years, all the winning skits in the national drama festivals have been associated with Senator Marara. You know that. And if you don't know, we should let you know. So what is this that Marara now has done that is arcing so much that our children, our girls have to sleep the whole night in a dormitory without food, without showering? Those girls confessed on TV that they didn't sleep well, they didn't eat last night, and they didn't shower as they went to perform their popular skit. Why must we go to this extent? On behalf of parents like myself, I must call out this government for what it has become. A violator of the constitution by which they swore to protect. You have violated the rights of those children, the rights of the playwright, the rights of teachers. You have intimidated teachers. And this is not going to be acceptable. We have seen you even throw tear gas into the bus this morning when the girls were leaving. I salute those wonderful girls who are going to be like Gathoni wa Mushomba in future. Well done, my girls. You must express yourself.
We also are a product of what we did when we were in schools. We participated in those drama festivals. I remember when I was in school, we used to have a skit we used to call The Government Inspector. A book, a playwright that was written by the Nikolai Gogol, The Government Inspector. We played that skit, and that's why we are here today. So those girls must be encouraged. They must not be suppressed, but they must be encouraged. They are doing the right thing. And I salute those girls who went on stage this morning and refused to be intimidated. And they sang the national anthem, and they walked out of the stage. Well done, my girls. Well done. Don't buy fear. This is not the regime that we bargained for, and we must call them for what they have become. Now, going forward, we are not going to allow the police to use tear gas, which they buy through our own sweat, through taxpayers' money, to intimidate our children, either in the streets, in schools, or in universities. And this must stop, and stop with an exclamation, because we are not going to sit pretty and watch the government take over the rights of our young Kenyans. Thank you very much. Hakuna maswali? I think we don't have questions because we are probably